Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninamtukuza Mungu aliye mbinguni, muumba mbingu na nchi. Kwa wema wake na fadhili zake nyingi ameachilia neema ya kuiona siku ya leo. Na leo nuru ya siku inaangaza juu ya maombi maalumu ambao tutaenda kuomba juu ya taifa. Roho Mtakatifu ameachia maelekezo haya. Wewe ambaye Mungu amekuinua kuwa mlinzi wa taifa, maana yake ni kwamba unasimama kwa nafasi ya maombi kwa ajili ya taifa. Sisi lazima tuombe, kwa sababu tusipoomba maana yake ni kwamba tunafungua milango ya adui shetani kuingia na kuleta uharibifu kwenye taifa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu ishie mahali pa juu palipoinuka, ninakutukuza Bwana kwa wema wako na fadhili zako. Ninasema asante Adonai kwa uweza wako na nguvu zako. Ninasema asante Mungu mwenye nguvu kwa kuachilia nafasi na kibali tena kwa siku nyingine ya leo. Ni mkono wako wenye nguvu wewe Bwana. Ninakushukuru Mungu wangu kwa watu ambao kila wakati wamekuwa nafuatilia mlolongo wa masomo mbalimbali ambayo Roho Mtakatifu anaachilia kwenye madhabahu hii. Ninasema asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema. Ninaitukuza jina lako Yesu tena. Ninasema asante Bwana kwa kutupa pumzi na uzima huu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Amen. Bwana Yesu asiwe mtu ambaye umebarikiwa na Bwana. Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe ambaye kila wakati unafuatilia masomo mbalimbali, unaifuatilia maombi mbalimbali na maelekezo mbalimbali yanayoachiliwa mahali hapa. Nami leo ninakuja mbele zako nikiwa na somo maalumu au maombi maalumu kwa ajili ya kuombea taifa. Roho Mtakatifu amenisukuma, nami nimeona ni vema sana nikakushirikisha wewe ambaye muda mwingi unasimama katika taifa kama mlinzi. Naposema mlinzi maana yake wewe ni muombezi. Mtu yote ambaye ni muombaji ni mlinzi ndani ya taifa. Na taifa lolote ili liweze kufanikiwa lazima kuwepo na walinzi. Kuna walinzi wa kawaida na walinzi wa rohoni. Kwa kuna walinzi wa mwilini na walinzi wa rohoni. Sisi wana maombi ni walinzi wa rohoni. Kwa maana yake ni kwamba tunatawala eneo la taifa kwa njia ya maombi. Tunafanya ulinzi kwenye nchi kwa njia ya maombi. Kwa tunaposema Baba, katika jina la Yesu achilia ulinzi wako ndani ya taifa, maana yake ni kwamba tunaalika jeshi la mbinguni lishuke kwa ajili ya kuachilia ulinzi ndani ya taifa. Haleluya. Ukisoma katika ile Isaya 62 mstari wa 5, neno la Bwana linasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu. Lakini naweza nikisema nimeweka walinzi juu ya kuta zako Tanzania. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni neno la Bwana ambalo Bwana alikuwa anawaambia, anawakumbusha Yerusalemu juu ya maombi, juu ya wale walinzi. Nami leo nimekuja kukumbusha wewe ambaye ni mlinzi ndani ya Tanzania. Mungu wa mbinguni anakupenda sana. Mungu wa mbinguni ni mwaminifu sana. Anataka tuombe kumkumbusha Bwana. Tukiwa kama walinzi ndani ya taifa, tunaweza tukaamuru jeshi la mbinguni likashuka na likaachilia ulinzi kwenye taifa. Ziko roho za uharibifu ambazo zinaachiliwa ndani ya taifa. Ziko roho za uharibifu ambazo zinaachiliwa kwenye malango. Zinahitaji watu ambao wako tayari kusimama na kuomba ili Mungu wa mbinguni aingilie kati. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ili aingilie kati ndani ya taifa, maana yake ni lazima wainuke watu ambao wako tayari kumkumbusha Bwana kwa njia ya maombi. Maana yake ni lazima wainuke watu ambao wako tayari kumwambia Bwana. Hawa maana yake ni watu walio tayari kujinyenyekeza mbele za Bwana. Maana yake uovu unavyoingia ndani ya taifa, ndiyo maana unakuta baadhi ya uharibifu unaingia. Maovu yanapoongezeka ndani ya taifa, maana yake ni kwamba unafungua mlango wa shetani kupanda uharibifu kwenye taifa. Jambo lolote ambalo linatokea ndani ya taifa, aidha inakuwa la rohoni au la mwilini, itategemea ni roho gani ambayo inaoperate katika taifa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kila wakati tunakumbushana juu ya maombi. Na jambo moja ambalo tutamkumbusha Mungu, tutamwambia Baba aturehemu. Tutaenda kuomba rehema mbele za Mungu ili Mungu wa mbinguni aturehemu. Yawezekana kuna mahali tulifungua mlango katika taifa, tukaruhusu uharibifu, maovu yakaingia, adui akafungua milango, na mwisho wa siku tukajikuta tumeingia kwenye uharibifu. Haleluya. Wachungaji wanatamka, wainjilisti wanatamka, walimu wanafundisha. Lakini nataka nikwambie, kuna mahali yawezekana mlango umefunguliwa, na ndio maana tunakuta kuna baadhi ya uharibifu unaendelea kuwepo. Lazima walinzi ndani ya taifa wainuke na waanze kuomba kwa nafasi zao. Watu wasimame kwenye nafasi zao. Watu wamuombe Mungu wa kumaanisha, na Mungu aliye mbinguni anashuka. Na ndio maana ukisoma kwenye Mambo ya Nyakati 2:7-14 kwamba watu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza kunyenyekeza. Maana Mungu anahitaji watu walio tayari kunyenyekeza kwa ajili ya kuomba ili yeye aachilie nafasi.
kwa ajili ya kuomba ili yeye aachilie mkono wake. Maana yake pasipo kuomba Mungu hawezi kutambua kama kuna watu fulani wanamhitaji. Na ndio maana bii kila wakati ukae kwenye magoti ya kuomba Mungu. Lakini nini cha kwanza? Kwa nini tutaomba toba? Tunaomba toba ili kuhakikisha kwamba Mungu aachilie rehema zake, Mungu aachilie mkono wake, Mungu aachilie mkono wake, kwa sababu mkono wa Mungu ukiwa juu yetu maana yake ni kwamba Bwana atahakikisha ya kwamba mabaya hayatatupata wala mabaya hayatatufikia kwenye nyumba zetu, kwa watoto wetu, kwa vijana wetu, na kila mahali. Na tuona amani ikitawala kila mahali kwa sababu Mungu ameachilia kati mkono wake. Danieli alipokuwa katika kuomba, Bwana akawa anamuonesha juu ya yale maovu yaliyopo ndani ya taifa. Na nini kinatokea? Danieli aliamua kujinyenyekeza mbele za Bwana, akaomba na akamwambia Baba awarehemu taifa lile kwa yale ambayo ameyafanya. Ndipo mkono wa Bwana ukashuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Danieli alitoka mwenyewe na kuanza kuomba? Maana yake ni kwamba alipata msukumo wa rohoni. Nami huu msukumo ndio niliousikia, na ndio maana nimekuja kwako na kwambia kuna umuhimu kwa wewe ambaye unampenda Mungu wako, kuna umuhimu kwa ambaye wewe unaipenda nchi yako, kuna umuhimu kwa wewe ambaye unalipenda taifa lako kujinyenyekeza. Haijalishi kwenye maombi, haijalishi mpo watu wangapi, hata wewe mwenyewe unaweza kusimama. Na ndio maana Danieli alisimama yeye kama yeye, akamwambia Baba, ninaungama dhambi. Akasema Mungu mwenye kutisha, wewe ushikae maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Maana yake yeye aliamua kujinyenyekeza mwenyewe, akasema tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako. Maana yake ni kwamba alikuwa anamwambia Bwana juu ya taifa. Sio watu wote ambao wanapata misukumo ya kuombea taifa, ni watu wachache. Kwa maana yake ni kwamba unapopata msukumo ndani yako, maana yake sio msukumo wa kawaida, bali ni msukumo wa Roho Mtakatifu. Yawezekana neno hili likakutia moyo wewe mwingine ambaye ulikuwa unatamani kuingia kwenye maombi maalum haya kwa ajili ya kuombea taifa. Kwa nini tunaombea taifa? Ili Mungu aachilie rehema zake na msamaha wake. Maana rehema na msamaha kwa Bwana Mungu wetu ingawa tumemwasi. Kwa tunaomba rehema na msamaha kwa Mungu wetu ingawa tumemwasi. Haijalishi unaweza kujua uko salama lakini hujui mambo gani yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Yawezekana ukasema kwamba utendi dhambi, ndio, lakini yawezekana kuna uasi uliofanyika ndani ya taifa. Na ndio maana tunaenda kumuomba Mungu ili yeye aachilie rehema. Na Mungu wetu ni mwaminifu sana. Tabia ya toba huwa inaachilia amani. Kunapokuwa na amani ndani ya taifa, maana yake ni kwamba watu wake pia watafanikiwa. Wanaweza kufanikiwa ndani ya mioyo yao, wanaweza kufanikiwa na mwilini. Kunapokuwa na amani kwenye sehemu yoyote ile pale, maana yake ni kwamba kunakuwa na usalama kwenye uchumi, kuabudu na mambo mengine yote yanaendelea vizuri. Na ndio maana kila wakati tunaliombea taifa. Sio kwamba tunaomba taifa tunaanza kuomba taifa tunapoona mabaya yamezidi kuwa mengi, lasha. Tunaomba ili mkono wa Mungu uwe juu yetu daima. Ukisoma Danieli 9 ule mstari wa 4 mpaka ule mstari wa Danieli 9, kwa hiyo msomaji wa Biblia unaweza ukaenda kusoma pale Danieli 9 kuanzia ule mstari wa 4 mpaka mstari wa 19. Daniel alikuwa anaomba, na alipokuwa anaomba akuangalia yeye ni mwaminifu kiasi gani. Badala yake alibeba taifa. Kwa hata wewe pia unaweza ukasimama na ukalibeba taifa la Tanzania. Ukasema Mungu uliye mbinguni, nimesimama mimi kama mimi, lakini ninaomba kwa ajili ya taifa. Ukaomba kwa ajili ya viongozi, ukaomba kwa ajili ya watoto, ukaomba kwa ajili ya vijana, ukaomba kwa ajili ya wamama, ukaomba na Mungu wa mbinguni akashuka na akaachia rehema zake. Na ndio maana Danieli katika Danieli 9 mstari wa 4 mpaka wa 19 aliomba maombi haya ya rehema, akataka Mungu apate kusikia na mwisho wa siku Mungu aachilie rehema. Na nimeupenda ule mstari wa 6 ambao Danieli anasema, wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na wote wa nchi na watu wote wa nchi. Yawezekana umesikia manabii wakisema, yawezekana umesikia watumishi wakiongea, yawezekana umesikia wafalme wakiongea wakisema juu ya taifa, na yawezekana tumeshipaza vichwa na tumeshindwa kutii kwa sababu wale wamepata ujumbe kutoka kwa Mungu mwenyewe, lakini tumeshindwa kutii. Tumwambie Baba turehemu kwa kushindwa kusikiliza maneno ambayo watumishi wako waliongea, maneno ambayo watumishi wako walisema nasi, unabii mbalimbali uliotolewa ndani ya taifa. Tumwambie Bwana, haki na iwe na wewe. Lakini kwetu sisi kuna aya ya uso. Maana yake ni kwamba Danieli anasema kwetu sisi kuna uovu kama hivi leo kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu, kwa watu wa Tanzania.
na kwa wenyeji wa Tanzania na kwa watu wa Tanzania wote walio karibu wote, tumekutenda dhambi. Kwa sababu ya makosa haya tunaomba uturehemu. Mungu ni mwaminifu na wa haki. Mungu wetu ni mwaminifu na wa haki, na anajua kabisa. Na ndio maana tukisoma katika ile Nehemia sura ya 1 kuanzia mstari wa 5, huyu ni Nehemia aliyekuwa anaomba rehema, na yeye alisimama hakuangalia yeye uaminifu wake. Anapata maelekezo juu ya kwenda kuijenga Yerusalemu, hakuwaza juu ya nini. Yeye aliangalia wale watu ambao wapo ndani ya lile taifa. Ndio maana akasema, nikasema na kusi. Yeye anasema nikasema na kusi, Bwana wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kushika amri zako, tega sikio lako. Maana yake leo tutamwambia, Bwana uliye mbinguni, tega sikio lako, macho yako yapate kufunguka, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako. Maana yake Nehemia alisimama mwenyewe kuomba, akimwambia Bwana apate kusikia kuomba kwake. Kwa nini aliamua kuomba? Aliamua kuomba juu ya Yerusalemu kwa sababu alijua inawezekana kuna sehemu walikosea ndugu zake ambao walikuwa Yerusalemu, kwa sababu alikuwa aishi lile eneo. Lakini alisimama kwa ajili ya taifa na akaomba rehema, na Mungu aliye mbinguni akasamehe. Na ndio maana mstari wa 7 anasema, tumetenda maovu mengi juu yako. Akusema ya kwamba wametenda maovu mengi juu yako. Yawezekana ukajiona ni mwaminifu mbele za Bwana, lakini nataka nikwambie jambo moja. Yawezekana kuna maovu mengine yametendwa na wazazi wako, yawezekana kuna maovu mengine yametendwa na ndugu zako, yawezekana kuna maovu mengine yametendwa na viongozi ndani ya serikali. Nataka nikwambie, utamwambia Bwana, tumetenda maovu mengi, wala hatukushika amri zako, wala sheria zako, wala amri zako ulizotuamuru kuzitenda. Nimekuja mbele zako Baba, tunaomba uturehemu. Baba, tunaomba utusamehe. Baba, tunaomba utufutie uovu wetu na dhambi zetu. Mungu ni mwaminifu na wa haki, na yeye atasikia na atatenda. Sikia jambo moja, maisha haya tunayoyaishi maana yake yapo chini ya mihimili miwili. Kuna muhimili wa rohoni na muhimili wa mwilini ambao tunaiona serikali. Kwa maana yake tunaweza tukaomba jambo lolote kwenye ulimwengu wa roho na likatendeka ndani ya serikali na maisha mengine yakaendelea. Unaweza ukaamua na kwenye ulimwengu wa roho kwamba kiongozi fulani ndiye asimame katika taifa na Mungu wa mbinguni akafanya hivyo. Tunaweza ukasimama kumuombea rais na mwisho wa siku maamuzi yakafanyika sawa sana jinsi ulivyoomba. Kwa maamuzi yoyote yanaweza yakafanyika kwa namna mnavyoomba. Kwa kama ndani ya taifa hakuna waombaji, maana yake ni kwamba sauti ya Mungu haitasikika kwenye mifumo. Sauti ya Mungu haitasikika kwenye serikali. Sauti ya Mungu haitasikika kwa watu wake. Tunahitaji watu ambao wako tayari kumkumbusha Bwana. Na ndio maana ukisoma ile Isaya 62 mstari wa 5 anasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu. Nami nataka nikwambie, Bwana anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako Tanzania. Maana yake ni kwamba anatukumbusha kwamba kila wakati tuende mbele za Bwana kumkumbusha, tukimwambia Baba, tunaomba msaada wako, tunaomba msamaha wako, tumesogea mbele zako, tunaomba rehema zako. Baba, tunaomba utusamehe mahali popote tulipokutenda dhambi kwa kushindwa kutii maagizo yako. Tumewaza mawazo mabaya, viongozi wetu wamekukosea, wachungaji wetu wamekukosea, wainjilisti wamekukosea, watumishi ndani ya Tanzania wametenda maovu. Tumekuja mbele zako Bwana, achilia rehema zako, achilia rehema zako, achilia rehema zako, achilia rehema zako, achilia rehema zako. Maana umesema njoni, nasi Bwana tumesogea mbele zako. Tunaomba uturehemu Mungu wetu wa mbinguni. Tumejinyenyekeza mbele zako. Tunaomba rehema zako. Baba, iponye Tanzania mahali popote tulipokukosea, mahali popote tulipokutenda dhambi, mahali popote tulipotenda uovu. Tunaomba rehema zako Bwana. 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 Tusamehe vijana, tusamehe watoto wako mahali popote tulipoiacha njia yako, tulipoacha maagizo yako tukazifuata njia zingine. Mahali popote Bwana tulipofuata mashauri mengine tukaiacha njia yako, tunakuomba Mungu wetu wa mbinguni. Ninasimama kwa niaba ya Tanzania, ninaomba rehema juu ya viongozi wa serikali, ninaomba rehema juu ya viongozi wa serikali, ninaomba rehema juu ya wachungaji, ninaomba rehema juu ya vijana kwa wamama. Mungu wetu wa mbinguni uliye mwaminifu, unayesamehe na kusahau, samehe uovu wetu, samehe uovu wetu, samehe uovu wetu. Ninaomba rehema juu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Ikiwa kuna mahali popote alipokukosea, Baba achilia rehema zako. Baba achilia rehema zako. Baba achilia rehema zako. Baba achilia rehema zako. We Mungu wetu unasamehe na kusahau. Nawe umesema njooni tusemezane. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu, we Bwana umesema unazisafisha. Tusafishe na uovu wetu, tusafishe na dhambi zetu tulizokutenda Bwana. Maana umesema katika neno lako, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekeza na kuomba na kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, na Bwana umesema utasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao. Isamehe Tanzania, iponye nchi ya Tanzania, iponye nchi ya Tanzania, iponye nchi ya Tanzania. Rika mashabaya noriamosi hanto, mariantaya gadia mashebia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wewe unayesamehe na kusahau, wewe unayesamehe na kusahau, samehe uovu wetu tulioutenda Bwana. Samehe uovu wetu kwa kushindwa kusikiliza mausia yako. Tusamehe Mungu wetu wa mbinguni kwa kushindwa kutii maagizo ulioachilia kwa watumishi wako. Watumishi wako walisema nasi, manabii wakasema nasi, wachungaji wakasema nasi, wainjilisti wakasema nasi, manabii wakasema nasi, lakini hatukutii maagizo yako, hatukutii maagizo yao, hatukutii maagizo yao uliyosema nao. Nasi Bwana tumesogea. Nami Bwana nimesogea mtoto wako. Ninaomba rehema Bwana kwa kukosa utii, kwa kushinda kusikiliza mausia, kwa kushinda kusikiliza sauti, kwa kushinda kusikiliza sauti kutoka kwako Bwana uliyosema na watumishi wako. Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa rehema zako. 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 Baba ninakushukuru kwa rehema zako kuu. Baba ninasema asante kwa kuturehemu. Mungu wetu ni mwaminifu. Unapoomba rehema manake Bwana anaachilia amani ndani ya taifa, anaachilia mkono wake. Maana yake tunaomba Mungu asogee karibu, tunamwambia Bwana tusogelee karibu, tunamwambia Bwana sogea karibu yetu. Tutaenda kumwambia Bwana ainue walinzi ndani ya taifa, ainue waombaji ndani ya taifa. Yawezekana waombaji wapo, lakini yawezekana pia wamesahau, wamejisahau. Wengine pia yawezekana wamekutana na vizuizi vya adui shetani. Tunamwambia Mungu wetu wa mbinguni, achilia waombaji ndani ya taifa, achilia walinzi ndani ya taifa. Tuna walinzi ndio katika mwili, tuna jeshi la polisi, tuna magereza, tuna mapolisi, lakini kwenye ulimwengu wa roho Bwana anawataka walinzi ambao ni waombaji. Mungu wangu na Baba yangu uliye mbinguni, achilia neema ya waombaji ndani ya taifa hili, achilia neema ya waombaji ndani ya taifa hili. Inua wamama watakaoomboleza juu ya taifa hili, inua vijana watakao kuwa tayari Bwana kukesha usiku na mchana kuomba juu ya taifa. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, kila roho za uharibifu zinazoachiliwa, wawepo watu ambao wako tayari Bwana kusimama na kuomba. Ninakuomba Mungu wangu wa mbinguni, inua waombaji ndani ya taifa, inua waombaji ndani ya taifa, inua waombaji ndani ya taifa. Inua waombaji ndani ya taifa, inua waombaji ndani ya taifa. Ninakuomba Mungu wangu wa mbinguni, taifa la Tanzania lipo mikononi mwako, taifa la Tanzania lipo mikononi mwako, taifa la Tanzania lipo mikononi mwako. Waombaji, walinzi juu ya taifa, walinzi juu ya taifa, watakao kukumbusha kila wakati, watakao kukumbusha kila wakati. Inua Bwana, inua waombaji, inua waombaji, inua waombaji, inua waombaji, inua waombaji katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakuomba Bwana, inua waombaji watakao simama juu ya taifa, watakao simama kuombea taifa, watakao simama kuombea serikali, watakao simama kuombea kanisa, watakao simama kuombea vijana, watakao simama kuombea kanisa, watakao simama kuombea taifa. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, tunakuomba Bwana, inua waombaji, inua waombaji. Wale waliorudi nyuma, tunaomba mkono wako Bwana uwe juu yao. Wape nguvu ya kusonga mbele, wape nguvu ya kusonga mbele. Mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, tunaomba umoja ndani ya kanisa, tunaomba umoja ndani ya kanisa, tunaomba umoja ndani ya kanisa. Nenda kaombe kanisa, mwambie Baba tunaomba umoja kwenye kanisa. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, simama na hili jambo. Tunaomba kanisa lako, tunaomba umoja ndani ya kanisa, tunaomba umoja ndani ya kanisa, tunaomba umoja ndani ya kanisa. Tunie mamoja, tuseme mamoja, tuwaze pamoja, kwa sababu tunaongozwa na Roho wako Mtakatifu. Ninakuomba Mungu wangu wa mbinguni, achilia umoja ndani ya kanisa la Tanzania, achilia umoja ndani ya kanisa la Tanzania, achilia umoja ndani ya kanisa la Tanzania. Oria mashadia manto, mandaraba koria boshebe andarabosika. Baba achilia umoja ndani ya kanisa, Baba achilia umoja ndani ya kanisa, achilia umoja ndani ya kanisa, achilia umoja ndani ya kanisa, achilia umoja ndani ya kanisa. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, Mungu
Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, hujawahi shindwa jambo lolote. Baba, ninakuomba achilia umoja ndani ya kanisa la Tanzania. 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 Baba yangu na Mungu wangu wa mbinguni, ninawainua watumishi wako wa Tanzania. Ninawainua wainjilisti, ninawainua wachungaji, ninainua walimu, ninawainua mitume. Baba, walinde watumishi wako, walinde watumishi wako wa Tanzania. Waepushe na kila roho za uharibifu, 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 katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, walinde watumishi wako, waepushe na kila mabaya, waepushe na kila mitego, waepushe na kila hila. Walio tayari Bwana, walio tayari kuifanya kazi yako, waepushe na kila mitego, waepushe na kila mabaya, kila mabaya yanayopangwa juu yao, kila mabaya yanayopangwa juu yao, kila mabaya yanayopangwa juu yao, mitego ya uharibifu iliyoinuliwa juu yao, mitego ya uharibifu iliyoinuliwa kwenye huduma zao, ninakwenda kinyume nao, ninakwenda kinyume nao, ninakwenda kinyume nao. Kwa nini tunaombea watumishi? Kwa nini tunaombea wachungaji? Neno la Bwana linasema tumtafute Bwana maadamu anapatikana. Nasi tuko tayari Bwana, ndio maana tumekutafuta Bwana. Tunakuomba Mungu wetu wa mbinguni, ingilia kati mwenyewe Bwana, ingilia kati juu ya watumishi wako, wasaidie Bwana. Wako wengine wamekata tamaa, wako wengine wamekata tamaa, wako wengine wamekata tamaa, wako wengine wamekata tamaa. Achilia moyo wa kusonga mbele, 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 achilia moyo wa kusonga mbele kwa watumishi wako Bwana, achilia moyo wa kusonga mbele kwa watumishi wako Bwana. Wako wengine Bwana wamekata tamaa, wako wengine Bwana wamekata tamaa. Ninakuomba Mungu wangu wa mbinguni, wasaidie watumishi wako, achilia neema ya kusonga mbele. Neno la Bwana linasema katika Nahumu 3:18, wachungaji wako wamelala usingizi, mfalme wa Ashuru. Wachungaji wako wamelala usingizi, mfalme wa Ashuru. Watu wako wenye heshima wamepumzika, watu wako wametawanyika juu ya milima, wala hapana mtu wa kuwakusanya. Tunakuomba Mungu wetu wa mbinguni, achilia nguvu kwa watumishi wako, kuanza kulikusanya kanisa la Tanzania, kuanza kuwakusanya watu. Inawezekana pia kuna watu wametawanyika kwa sababu wachungaji wao wameondoka, kwa sababu ya wachungaji wao wamekata tamaa, kwa sababu ya wachungaji wao hawaoni kesho yao. Lakini wewe Mungu ni Mungu aliye mwaminifu. Uliinua wachungaji wako kwa ajili ya kuchunga kanisa. Ninakuomba Bwana, achilia neema kwa watumishi wako waliopo Tanzania, 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 katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Achilia roho ya ibada ndani ya taifa. Mwambie Baba, achilia roho ya ibada ndani ya taifa. Ninakuomba Mungu wangu wa mbinguni, achilia roho ya ibada ndani ya taifa, achilia roho ya ibada ndani ya taifa. Watoto wako tukupende wewe, watoto wako tukuheshimu wewe, watoto wako tukutii wewe. Inua moyo wa ibada, inua roho ya ibada, inua roho ya ibada, inua roho ya ibada ndani yetu, roho ya ibada, roho ya ibada kwenye makanisa, roho ya ibada kwa watu ambao Bwana hawakujui wewe. Ninakuomba Mungu wangu wa mbinguni, sauti Bwana ikasikie kwenye mifumo, sauti Bwana ikasikie kila mahali. Kila mmoja anayesikia sauti hii ndani yake Bwana akasikie kiu ya kutumikia, akasikie kiu ya kukujua wewe, akasikie kiu ya kukujua wewe, akasikie kiu ya kutembea na wewe, akasikie kiu ya kukupenda wewe, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, achilia roho ya ibada, Baba, achilia roho ya kupenda wewe, achilia roho ya kucha wewe kila wakati, achilia roho ya kujua wewe kila wakati. Ninakuomba Mungu wangu wa mbinguni, inua vijana kwa mama, kwa watoto, inua wa baba Bwana, roho ya ibada ndani ya taifa, 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 katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu uliye mbinguni, muumba wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu mwenye uweza, wewe ni Mungu mwenye mamlaka, wewe ni Mungu unayetenda. Umeweka mamlaka duniani na mbinguni, lakini Bwana kuna mamlaka zilizopo duniani, kuna mamlaka ndani ya taifa, kuna serikali, kuna bunge, kuna mahakama. Nasi Bwana tunatarajia kufanya uchaguzi ndani ya taifa la Tanzania, tunatarajia kuwa na uchaguzi. Tunaomba neema yako Bwana, tunaomba neema yako kwenye uchaguzi. Achilia nguvu zako, achilia ulinzi wako, tuepushe na kila mabaya, tuepushe na roho za migogoro, tuepushe na machafuko, tuepushe na
mikono ya uharibifu, tuepushe na kila ubaya, tuepushe na kila mabaya. Tunakuomba Mungu wetu wa mbinguni, simama na taifa la Tanzania kwenye uchaguzi mpya, kwenye uchaguzi unaokuja. Tunaomba Mungu wetu wa mbinguni, achilia maamuzi sahihi kwa watoto wako, achilia maamuzi sahihi kwa wananchi wa Tanzania, wakachague viongozi watakao kuwa waamuzi ndani ya taifa, 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 watakao kuamua mambo ya taifa. Ninakuomba Mungu wangu wa mbinguni, ninakuomba Baba yangu wa mbinguni, ninakuomba Baba yangu wa mbinguni, simamisha kiongozi aliye sahihi ndani ya taifa. Simamisha kiongozi aliye sahihi ndani ya taifa. Simamisha kiongozi aliye sahihi ndani ya taifa. Eria mashebia narabosa koria. Rika narabakoria mozi ya manerebosika. Elekeni moshedia bakula manto ya bakoria. Rapatoria mosepea narabakoria. Manarabakoria bojebenderebosike. Ekina namanorobosaka. Baba ninakuomba mwenye Mungu wangu wa mbinguni, simama na uchaguzi ambao tunatarajia kufanya. Tunaomba mkono wako uwe juu yetu. Baba ninakuomba, simama na viongozi walio tayari kusimama kwa ajili ya taifa, wakafanye maamuzi yaliyo sahihi. Walio tayari kusimamia uchaguzi, wakafanye maamuzi yaliyo sahihi. Maamuzi sahihi ndani ya taifa, maamuzi sahihi ndani ya nchi, 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 maamuzi sahihi ndani ya nchi. Uchaguzi ukae wa amani, uchaguzi ukae wa amani. Tukachague kwa mapenzi yako, tukachague kwa maelekezo yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaachia damu ya Yesu Kristo aliye hai, ninaachia damu ya Yesu Kristo aliye hai kwenye fikra za Watanzania. Ninaachia damu ya Yesu Kristo aliye hai kwenye fahamu za Watanzania. Ninaachia damu ya Yesu Kristo aliye hai kwenye mawazo ya Watanzania. Wakafanye uchaguzi sahihi, wakafanye uchaguzi sahihi, wakafanye uchaguzi sahihi. Rabakoria monorobosi kaya na rabakoria menia na koria moshedia mazoya mandarabakoria. Baba simama mwenyewe, Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, ninakuomba Bwana, ninakuomba Bwana, malango ya nchi ya Tanzania yakawe kwenye mikono yako. Malango ya nchi ya Tanzania yakawe kwenye mikono yako. Malango ya nchi ya Tanzania, ninaongea na lango la mashariki, ninaongea na lango la magharibi, ninaongea na lango la kaskazini, ninaongea na lango la kusini, ninaongea na lango la mashariki. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, kwenye malango hayo ninaagiza malaika zako wakasimame kwenye malango. Kila maamuzi yanayofanyika kwenye malango yakafanyike na malaika zako kupitia maagizo zako waachilia. Ninakuomba Bwana, sauti ya kimamlaka, sauti ya kimamlaka, sauti yenye uweza, sauti ya nguvu zako, sauti kutoka juu mbinguni ikatawale malango ya mashariki, ikatawale lango la kaskazini, ikatawale lango la kusini, ikatawale lango la kaskazini, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila maamuzi mabaya, kila roho za uharibifu zinazoachiwa kwenye hayo malango, ninazifunga kwa jina la Yesu, ninazifunga kwa jina la Yesu, ninazifunga kwa jina la Yesu. Roho za uharibifu zinazoachiwa kwenye malango, nazifunga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, nazifunga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, nazifunga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nazifunga hizo roho za uharibifu zinazoachiwa kwenye malango, roho za ushoga, roho za usagaji, roho za ukahaba, nazifunga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila roho za uharibifu zinazoachiwa kwenye malango, sikia lango la mashariki, sikia lango la magharibi, neno la Bwana, ninafunga hizo roho za uharibifu, ninafunga hizo roho za uharibifu, ninafunga hizo roho za uharibifu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neno la Bwana linasema katika Yeremia 1 ule mstari wa 10, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Ninaharibu na kubomoa kila roho za uharibifu zinazoachiwa kwenye lango la mashariki, zinazoachiwa kwenye lango la kaskazini, zinazoachiwa kwenye lango la kusini. Nazifunga hizo roho, roho za usagaji kwa watoto, roho za usagaji nazifunga kwa jina la Yesu. Roho za ushoga nazifunga kwa jina la Yesu. Roho za ukahaba nazifunga kwa jina la Yesu. Taifa la Tanzania litakuwa ni taifa lenye amani, litakuwa ni taifa lenye ushindi, litakuwa na vijana wazuri, litakuwa na watoto wa kike wazuri, litakuwa na wamama wazuri, litakuwa na watoto wazuri. Roho za usagaji, roho za ukahaba, roho za ushoga hazina kibali ndani ya taifa. Ninazifunga kwa jina la Yesu. Sikia kuzimu, sikia kuzimu, sikia nyoka anga, naachia hizo roho, nazifunga ndani ya Tanzania, nazifunga hizo roho kwa jina la Yesu, nazifunga hizo roho kwa jina la Yesu, nazifunga hizo roho kwa jina la Yesu. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, wewe ni Mungu unayesikia na unatenda. Ninakuomba Bwana, achilia ulinzi kwa watoto wa Tanzania, achilia ulinzi kwa watoto wa Tanzania.
Kila roho za kuharibu watoto ninazifunga kwa jina la Yesu. Roho za kuharibu watoto mashuleni nazifunga kwa jina la Yesu. Roho za kuharibu watoto mashuleni nazifunga kwa jina la Yesu. Roho za kuharibu watoto mashuleni nazifunga kwa jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu wa mbinguni, achilia ulinzi kwa watoto wetu, achilia ulinzi kwa uzao wetu, achilia ulinzi kwa watoto wetu, achilia ulinzi kwa uzao wetu. Hata kama hauna mtoto, unaweza ukamwambia tu Bwana aulinde uzao wako, usije ukaharibika, usije ukaharibika. Maana roho za uharibifu zipo, wazazi wamejisahau. Tunaomba mkono wa Bwana uingilie kati. Neno la Bwana linasema watoto watu watafundishwa na Bwana. Tunaomba Bwana wafundishe watoto wetu. Tunaomba mkono wa Bwana uwe juu ya watoto wetu. Baba, ninaomba Mungu wangu wa mbinguni, walinde watoto wa Tanzania, walinde watoto wa Tanzania, walinde watoto wa Tanzania, waepushe na mabaya, waepushe na roho za uharibifu. Wako wanaoteseka Bwana, wako wanaopata shida wakiwa mashuleni, wengine wanajifunza tabia mbaya wakiwa mashuleni. Ninakuomba Mungu wangu wa mbinguni, walinde katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu wa mbinguni, niseme nini zaidi ya kusema Bwana, yote kwako yanawezekana. Achilia neema ya uchumi ndani ya Tanzania. Achilia neema ya kuinua uchumi ndani ya Tanzania. Wabariki vijana wa Tanzania. Achilia neema ya kumiliki kwa vijana wa Tanzania. Achilia neema ya maongezeko kwa vijana wa Tanzania. Achilia baraka tele ndani ya Tanzania. Achilia baraka za kiuchumi ndani ya taifa la Tanzania. Tuondolee mateso ya uchumi, tuondolee mateso ya madeni, tuondolee mateso ya madeni ndani ya taifa, tuondolee madeni ndani ya taifa. Tunaomba neema ya uchumi, tunaomba neema ya maongezeko ndani ya taifa. Achilia neema ya uchumi kwenye hili 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 taifa. Inua viongozi ambao Bwana watakuwa na dira njema juu ya uchumi. Inua viongozi Bwana watakao kuwa tayari kupandisha uchumi wa nchi. Inua viongozi Bwana watakao tengeneza fursa kwa vijana. Inua viongozi Bwana watakao tengeneza fursa nyingi ndani ya taifa. Ninakuomba Mungu wangu wa mbinguni, ninakuomba Baba yangu wa mbinguni, bariki biashara zetu, bariki kazi zetu, walio maofisini, wanaofanya kazi, wafanya biashara. Inua uchumi wao, inua uchumi wao, inua uchumi wao, inua uchumi wao katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, ninakuomba Bwana, ongeza pato la Tanzania, ongeza pato la Tanzania. Tunaomba neema ya maongezeko juu ya pato la Tanzania, juu ya pato la Tanzania. Walio mashambani, walio wakulima, inua thamani ya mazao yao, inua thamani ya mazao yao. Tunakuomba Mungu wetu wa mbinguni, tunakuomba Mungu wetu wa mbinguni, tuondolee mateso kwenye uchumi ndani ya taifa hili. Tuondolee mateso ya 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 uchumi ndani ya taifa hili katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, wewe ni Mungu uliye mwaminifu sana. Wewe ni Mungu uliye mwema sana. Achilia mkono wako wenye nguvu Bwana. Achilia uweza wako na mkono wako Bwana. Hatuwezi kwa akili zetu, bali tunahitaji msaada wako. Ndio maana tumejinyekeza mbele zako Bwana, tukijua ya kwamba yote yanawezekana kwako. Maana wewe ni Mungu mwenye nguvu, maana wewe ni Mungu mwenye uweza. Hujawahi kushindwa jambo lolote. Nasi Bwana tunaamini ya kwamba Bwana wewe unatenda. Ni nani awezaye kutenda zaidi yako? Wewe ni Mungu uliye mkuu. Hujawahi shindwa jambo lolote. Ni imani yangu ya kwamba Mungu umesikia kutoka kitini pako. Maana umesema umeketi juu mbinguni na miguu yako imeelekea duniani. Ninaamini ya kwamba Bwana unatutazama kwa unyenyekevu, unatutazama kwa upole na huruma juu ya hili taifa la Tanzania, juu ya hili taifa la Tanzania. Ikae ni ushuhuda kwa mataifa mengine yapate kujifunza ndani ya taifa letu. Umeachilia rasilimali za kila aina ndani ya taifa. Tunakuomba Mungu wetu wa mbinguni, rasilimali ndani ya taifa hili ziwe kwa ajili ya Watanzania. Rasilimali juu ya taifa hili kwa ajili ya Watanzania vizazi na vizazi. Umeachilia hizi neema Bwana kwa ajili ya watoto wako. Ninakuomba Mungu wangu wa mbinguni, achilia hii neema kwa kila mmoja aliyezaliwa Tanzania, kwa kila mmoja aliyopo ndani ya taifa la Tanzania. Baba yangu na Mungu wangu wa mbinguni, ninaitukuza jina lako Yesu kwa sababu wewe ni mwema. Ninasema asante kwa uaminifu wako na nguvu zako. Asante Bwana kwa kibali hiki. Asante Bwana kwa nguvu hizi ulizoachilia Bwana kuweza kuomba
kuomba, ni wengi wanatamani kuomba lakini wameshindwa. Asante kwa mkono wako na nguvu zako, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu sana, na anatupenda na hapendi siku zote tuteseke, na ndio maana anatamani kila wakati tuwe watu wa kumuomba. Maana anasema ombeni nanyi mtapewa. Tunaomba juu ya taifa kwa sababu tuko ndani ya taifa. Uwezi ukasema unazitaka baraka za Tanzania na uliombei taifa lako. Jitahidi kila wakati liombee taifa lako. Mwambie Baba akusaidie, mwambie Baba akutie nguvu. Ni wachache ambao wanapata mzigo wa kuombea taifa, lakini inawezekana wewe uliyepo na nisikiliza, ndani yako umesikia kiu ya kuendelea kuomba juu ya taifa. Usikae kimya. Neno la Bwana linasema Bwana ameweka walinzi juu ya Tanzania waweze kumkumbusha juu ya mambo mbalimbali. Usikae kimya wewe uliyekuwa mlinzi ndani ya taifa, maana umeweka kuwa mlinzi ndani ya mipaka ya Tanzania. Mwambie Bwana, ninakukumbusha juu ya taifa la Tanzania. Ziko ajenda nyingi za kuombea juu ya taifa. Usikae kimya. Mwambie Bwana akusaidie. Inawezekana ukaomba maombi yako ukaona ni kawaida, lakini unaijenga kesho ya ushindi juu ya familia yako, juu ya watoto wako na juu ya uzao wako. Maombi yanaishi. Danieli alipokuwa anaomba, aliomba kawaida, lakini alijua nini kitakuja kutokea mbele. Na mwisho wa siku, baada ya Danieli kuomba, malaika anamtokea na kumwambia ya kwamba maombi yako uliyokuwa unaomba yamesikiwa kutoka mbinguni. Sasa sikia nikwambie ni nini kinachotokea baada ya miaka hiyo. Maana yake ni kwamba yale maombi yalifungua macho ya Danieli na kujua na kufanya malaika kutoka juu mbinguni kushuka na kumpasha habari juu ya yale yatakayotukia. Inawezekana ukawa unaomba na Mungu akasema nawe juu ya Tanzania ndani ya miaka 3 ijao, kwa sababu umesimama juu ya taifa. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe juu yako. Uendelee kuwa mshindi na uendelee kusimama kama mlinzi ndani ya taifa, kama muombaji ndani ya taifa, na Mungu aliye mbinguni atakulipa usipozimia moyo. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na uwe na siku njema yenye ushindi, na mkono wa Bwana uwe juu yako katika jina la Yesu. Amen.